kuhusu mentorship statement. Sasa unaweza wewe kama mwalimu kutuonyesha hiyo statement ikoje? Okay. Yani kwa maana au ina hiyo statement ya mentorship ina include nini? Okay. Skeleton or maybe template. Tengenezaji. Okay, sawa. I think asante kwa swali lako. Unfortunately sijaandaa any templates zipo na pengine ndo kazi hizi ambazo katika kuwasaidia, lakini kwa hapa sikuandaa kwa bahati mbaya sana, ila nina some samples za statements as zenyewe ambazo some mentees wamezitengeneza au zimetoka kwa, naweza kuziita kwa mentee, lakini hapa nimeziweka katika mfumo wa mfano. Kwa nini? Kwa sababu unajua mentorship, utakuja kwenye ethics, mentorship ni confidential. Uwezo ka display taarifa za mentee, unaona, lakini hapa kwa sababu for the sake of teaching kuna ambayo nimetengeneza tu fulani kutoka kwa mentee sasa kwenda. Kwa hiyo hii ni mentorship statement per se ya mentee ambayo anatakiwa iandike. Unajua naweza nikaita kwa mfano engagement letter. Okay. Au official application letter labda. Umeona, lakini ni statement tu ambayo inatoka. Sasa ninazo nitaniruhusu nizisome kwa sababu ni ambazo ni actual ambazo unaweza ukamwandikia mentor. I have picked out of them like 3-4, lakini kwa sababu nitasoma chache labda 3. There is one ambayo iko kwenye banking sector finance. Yani huyu ni graduate ambaye ametoka chuo, ameingia kwenye au anaingia kwenye kazi, amepata kazi benki, lakini anataka excel kwenye banking sector mpaka afike level ya juu. Kwa hiyo kuna mentorship statement yake tutaisoma hapa sasa hivi. Wa pili ni mjasiriamali, entrepreneurship. Yeye yuko kwenye agribusiness sector, anaingia kwenye agribusiness sector, anataka grow afike mahali fulani, kwa hiyo akatengeneza mentorship statement yake. Alafu ya tatu ni mtu ambaye yuko kwenye engineering construction project na anataka kuwe kwenye construction. Kwa hiyo I think at least we have like 3 sectors zaweza katupa mfano. So I will just read, alafu kama kuna kitu mngetaka clarification zaidi, na hizi ndo statement ambazo naweza nikasema model statement ambayo mtu anaweza. So let's come to this finance and banking sector. Hii inaitwa mentorship statement for 10 years growth. Huyu mtu anataka kukua in the next 10 years kwenye banking sector. Anasema hivi, sasa anamwandikia mentor wake, over the next 10 years my goal is to grow into a senior leader within the finance and banking sector, specializing in credit management, financial analyst, and strategic portfolio growth. I aim to transition from my current early career role into a position such as senior credit manager, risk specialist, or corporate finance lead. My focus is to build strong analytical capability, deepen my understanding of financial markets, and develop a reputation for ethical decision making and high performance. I seek your mentorship to guide me in career mapping, skill development, and navigating leadership pathway. Mchakato toka officer niende manager, supervisor, manager, head of department, director, mpaka nifike huko. Ndio navigate leadership pathway within financial industry as I work towards this long-term vision. Kamaliza. Sasa ukisoma hii unaelewa nini? Ndio ile kwa nasema mtu ana kitu kiko ndani anakitaka anakijua. Hajui namna ya kufanyaje
ukiwasilisha. Hapa ndipo amekiwasilisha. Kwa hiyo ukiisoma imekava kila upande, anataka nini. Kwa hiyo akimpelekea mentor wake, mentor yoyote akiona yeye anajua kazi ya kufanya naijua, nitaplani kuanzia wapi na kwenda wapi. Kwa hiyo nafikiri mtu yote ambaye anataka kukua, labda kwa mfano huu kwenye banking sector au kitu kama hicho, basi anatakiwa awe na mfumo wa mentorship statement ya aina hii. Sio kubwa, lakini imekuwa exhaustive kwa maana imekava kila kitu ambacho mentor anaweza kuhitaji. Labda kama tuendelee, afu kama tutakuwa na maswali mtauliza. Mfano wa pili, unasema mimi sitaki ajira, mimi nataka kufanya biashara. Nachukua biashara moja, ziko biashara nyingi sekta, lakini ni mfano. Then 10-year growth vision kwenye entrepreneurship in agribusiness. Huyu sasa anataka kuanzisha agribusiness, biashara kwenye agriculture, na mentorship statement yake iko hivi: in the next 10 years. Uta notice karibia kila moja inaanza in the next 10 years. It has to be a time frame. So in the next 10 years I intend to build and scale a competitive enterprise in the agriculture sector. Tayari ukiangalia haraka ameweza kuiweka vision yake, anataka nini. Hilo amelitoa tayari, afu kwingine ndo anaelezea focusing in value addition, processing and regional market expansion. My goal is to grow from a small startup into a structured, fully compliant agribusiness entity that supports farmers, contributes to food security, and generates consistent revenue. I would like your mentorship to help me strengthen my entrepreneurial judgment, build operational system, improve financial discipline, and understand market strategies that will enable sustained expansion in the agribusiness industry. Short, clear, but to the point. Ameweka vitu vya mtasamee, labda Kiswahili kidogo inahitaji uwe na maneno mengi, lakini tajaribu kuangalia hivyo. Labda kama mtu atahitaji uelewa zaidi translation ya Kiswahili, atatafutia namna nyingine yote ambayo tutawasiliana, tunaweza tukatafuta namna ya kutafsiri. Lakini anyway, utaona kwamba yenyewe ilivyokaa, tunasema labda kama mfano mswali tauliza, inaelezea kabisa time frame, inaelezea vision, inaelezea anataka afike wapi. Umeona ametaja kwamba anataka nikue hapa na hapa na hapa, eneo langu la agribusiness. Kwa hiyo utaona kabisa definitely hii statement ukitaka mentor lazima upate mentor ambaye amefanikiwa kwenye uwacha. Ya tatu labda na mwisho kwa ajili ya muda, ziko nyingi lakini 10-year growth vision, engineering and construction project management. Kwa maengineer wetu kijana ndo anaingia kwenye field, anasema over the next decade ni miaka 10, kitu kile. Over the next decade, I am to become a highly competent and internationally, yuko serious kidogo, internationally recognized professional in the engineering and construction project management sector. Mboga kijana ametoka shule, mpiga shule zake hivi, anataka kwenda mahali fulani hivi. My long-term vision is to progress into roles such as senior project manager or construction program director, overseeing large-scale infrastructure projects with excellence, compliance, and sustainability in mind. With your mentorship, I want to enhance my technical project skills, leadership abilities, contract management knowledge, and stakeholder engagement techniques to ensure I can effectively lead major engineering projects over the next 10 years. I would urge you, every student, every graduate ambaye anatoka kwenye this kind of a discipline, atafute mentor. And this is what you should write to the mentor, because they will take you for a ride ambayo hukutegemea na watakufikisha mahali
mahali fulani. So kama tunasema ziko nyingi, sababu because of time tutaweza kunani so if you have any question labda hivyo, I'll be happy to even clarify na kuelezea zaidi kutoka hapo. Ina formula manake. So let's say it one more time. Manake hii wanajua kina formula. Ina formula ndio hiyo tunaita template ambayo ndio amini skeleton ndio formula yenyewe. Yaani ngoja niweke vizuri. Ukishasema kwamba mentorship statement ni nini, ni very well structured statement ambayo kuna minimum number of things that you need to put in that statement. You need to state a vision, you need to state your goal, it has to be time frame. Umeona zote zimeanza over the next 10 years, over the next 10 years, over the next 5 years, over the next, umeona, sio lazima ianze hivyo, lakini somewhere you should put the time frame. Kwa hiyo tukisema template, tumechukua vile vitu vyote umeviweka, alafu unaacha blank ili mtu specifically katika ndani yake aseme mimi bwana, mimi nataka kama zile template za CV. Kama template za CV you would put it that way exactly. Umeona? Okay, sasa wewe kama mwalimu, naam, nini haswa ambacho unafanya yani ni on this specific statement ya mentorship, ni kama mtu anahitaji support hapo kwenye kipande hicho cha kuandaa hiyo statement, nini haswa kama mwalimu unaweza kukusaidia au yanyeke hivyo? Kwa sababu sidhani kama watu wengi wana elimu hiyo. Okay, sawa. Licha ya elimu, sidhani kama mtu anaelewa anahitaji kuandaa statement. Yaani kuna kujua kwanza unahitaji kuandaa statement na kuna kujua pia hiyo statement iwe na vipi. Sawa kabisa. Clear picture. Sawa kabisa. Asante. I think it's a very very valid question na umeliuliza kwa wakati sahihi. Labda niliweke hivyo kwamba what exactly are we doing in supporting that. Kama ulivyosema kweli, nafikiri unajua we must accept the fact kwamba mentorship yenyewe is a discipline per se, ambayo ni kitu ambacho kinamsaidia mtu na kinamsaidia mtu kuweza kufika mahali fulani vimbali kidogo. Lakini sio hivyo tu, mentorship ni kitu ambacho kinaweza kikakupa wewe jambo kubwa sana, ila inawezekana kwamba kwa njia moja ama nyingine elimu ya kutosha kuhusu mentorship bado haijachanganya kama pengine ilivyochanganya. Nimetoa mfano wa Singapore, nimetoa mfano wa UAE kwa mfano. Zote hizo wao wamefika mbali kiasi cha kwamba wana centers kabisa ambazo you meet the mentors there from, lakini pia unaweza ukapata at individual capacity na tunaenda vizuri hata sisi. Lakini anyway, nikirudi kwenye swali la msingi, I think we do a lot ambazo pengine zingeweza kuwafaidisha watu. La kwanza kabisa ni kwenye hilo la mentorship statement. Sawa? So we do mentorship statement creation. Maana yake ni kwamba we support you on how to craft a very good mentorship statement, clear, compelling and personalized. Okay, nitakwambia kitu kimoja. Every mentorship statement, pamoja kwamba template ipo, but is very personal. Unachohitaji na anachohitaji vile are two different things. So in this what we do, tunakaa pamoja. Sio kwamba tunakomment hapa. Tunakaa pamoja, we learn exactly what do you need exactly. Kama vile daktari wanaita sio anafanya diagnosis or something, ili kuweza kuelewa exactly huyu mtu maeneo yake ni hivi. Kwa hiyo sasa
katika ile kukaa na kuongea mpaka uweze kupata kitu fulani hivi. Lazima nawe umeshasema the likes, the things that you want, nini, ndio tuweze kusema okay, does it look like this, is this what you think? I say yes, exactly, I want to pursue that way na nini. Ndio tunakusaidia kulingana na a little bit of an interview, very simple and tunaifanya naweza kukutengenezea kwamba okay, your mentorship statement should look like this. Naye akisoma akiona kule ndani this is it. Kwa hiyo we can help in creating a mentorship set ambayo utaichukua upeleke kwa mentor wako. I said hapo haimaanishi tutakumenta, though we do mentorship, lakini cha kwanza kabisa we help by the creation of the mentorship statement. Number mbili, we do mentorship or mentor selection criteria. Umeona, tunakusaidia kuweza kujua criteria zipi uzitumie in order for you to know the right mentor for your case. Hii inasaidia nini? Inasaidia sitaki kutumia hili neno, naona kama sio zuri sana. Inasaidia usipoteze muda. Unaweza ukaenda kama nilivyokuwa nimesema, ukakutana na mtu ukafikiri ni mentor, kumbe sio mentor kiukweli. Lakini pia anaweza akawa ni mentor lakini sio mentor sahihi kwako. In order to know, tumeongea kuhusu criteria. Kwa hiyo tutapita through those different criteria ambazo ziko universally known, and then we will pass through them with you. Alafu we check on your case. Umeona, tukasema okay, these 4 or 5 cases or pillars fit really well into your case, na kwa kutumia hizi labda utatakiwa uwe na mentor wa aina hii. So mentor selection criteria. Ya tatu tunachokifanya, we help you on how to get the mentor. How to get the mentor. Ile ya kwanza ni criteria. This shows how to get a mentor is providing guidance on drafting the professional communication going to that particular mentor. Kumbuka sijamtaja bado. Lakini okay, utampataje? Kuna njia gani? Kumbuka these are very high profile people, very busy people, level fulani. So even the means of communication, how to reach out them effectively, leveraging different mentors list or networking mpaka uweze kumpata. Actually this is the kind. Nakumbuka sio lazima wawe nchini hapa, hata nje ya nchi wapo. You can find in this neighboring country, you can find in Europe, you can find them in different parts, but it should be a very real, true mentor. That is kwa sababu kama unaweza ukawa umeshafika level fulani au unataka kwenda level fulani ya juu sana, unaweza kukuta mentor wako yuko hapa. Though hapa wako wazuri, tena wako wazuri sana. But all in all, how to get a mentor. Number 4, I think you're paying attention into the very distinct difference between one and another. Point ya kwanza na ya pili. Na tofauti kati ya criteria na how to get a mentor. Number 4, we can, and I insist on the word we can or we may do what we call mentor connection support. But this, labda niweke wazi, is not a guarantee. Umeelewa? Number 3, how to get a mentor. Number 4, we can get a mentor for you. We can look for a mentor for you, but this is not a guarantee. Nasema is not a guarantee kwa sababu sipendi sana kumchagulia mtu. Mtu anatakiwa achague mwenyewe. That's the best approach. Umeelewa? Lakini kama kuna uwezekano wa kutosha na tukaangalia criteria zako za kutosha na tukakubaliana vya kutosha na ukaona kabisa hebu nisaidie kumpata, we can look out for 1 or 2 for you katika njia moja ama nyingine. Narudia tena, it's not something that tunapenda sana kufanya, lakini should there need be, unahitaji na ninajua kabisa kuna ambaye tunajua ni mzuri kwa kesi yako na tukahakikisha kuna a lot of things you need to do. You need to do due diligence
on this person, and that person also need to do diligence on you kabla haja accept the mentorship. Lakini we can bridge that gap in one way. Siyeki kama ni moja activity sana, lakini yes, we can do that. Okay. Number 5, which is very, very important, we provide step-by-step mentorship blueprint. What does it mean? We offer a detailed roadmap on how to identify, to approach, to maintain relationship with multiple mentors effectively. Ambayo sasa ukiipata hiyo itakuruhusu wewe uweze kutengeneza what I call mentorship ecosystem immediately. Nitaelezea ecosystem manake ni muda sio mrefu. Lakini that is what ukiweza kupata ile blueprint, off you can go. Okay. Mona. Number 6, what we do is mentorship follow-up strategies. Unaweza ukawa tayari lakini umeshampata, lakini basi mikakati ya kufanya evaluation, kwa mfano tips on how to schedule some meetings with your mentor, how to track progress, kwa sababu aim is for you to grow and keep the mentor relationship active and mutual benefit. Kuna mtu anapata mentor leo na kweli mnawasiliana leo, inaweza katika miezi mitatu hamjawasiliana kabisa. Very true. Sasa hiyo, that is not healthy. Unaona, it's not healthy. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi ukawa na mtu ambaye anatakiwa kusaidia ukue miezi mitatu hamjawasiliana. Kwa hiyo there is a need for you as a mentee to push for that relationship zaidi. Kumbuka yule ana mambo mengi, tayari ameshafika mahali fulani. Wengine wanaweza kawa wanatoa kama tu support ya kawaida. Kuna watu wana passion ya kusaidia watu, lakini na vitu kama hivyo. So mentorship follow-up strategies inakusaidia kuweza kuwa na active relationship for mutual benefit. Namba 7, labda nitaishia hapo, kwa maana ya problem solving and guidance and support kwenye mentorship. Tunatoa pia. Unaweza ukapata mentor mkaenda vizuri, lakini sometimes zikatoka challenge fulani in that particular relationship. So we can give some advice on how to overcome those challenges and see how we can navigate out na kuweza kufika mahali fulani ambapo pataweza paka kupeleka mahali fulani. So that is about, kwa sababu umeuliza liko nje ya mtiririko wetu, lakini that is about what do we do, but again what do we offer, but again in terms of statement nimesomea hizi hapa ndio ambazo nafikiri naweza ukazipata, and I think ukiziunganisha hivi unaanza kupata picha. Sure. Na this level mtu anaweza akasema kumbe mentorship is not a joke. Yani serious sana. Yani ukiweza kupata kitu kizuri sana cha kufahamu vizuri mentorship ni nini, utaweza kuwa na macho ya kutosha, masikio ya kutosha kuweza kuelewa mtu anakwambia I'm a mentor, alafu unaweza kumwangalia ukasema okay, thank you. Kwenye swali mliokuwa umeliuliza, unless you have a question before uendelea, yeah, umetaja vitu 7. Yes. Na katika vitu 7 vyote umesema we. Nilikuwa nataka niongezee kitu hapo. Yes. How we ni nani? How we ni kampuni inaitwa Eagle Wealth Investment, ambao ina mitandao nikisema social medias. Yes. Ambao ni YouTube. Ukienda YouTube utakuta Eagle Wealth Investment, utakuta whatever kinachoongelewa hapa. Correct. Utakikuta kule. Kuna Instagram inaitwa Eagle_Wealth_investment. Kuna TikTok Eagle Wealth Investment. Yes, na kuna Facebook Eagle Wealth Investment. Lakini pia kuna email kama una maswali yako, kama kuna kitu unataka kuuliza, hivyo eaglewealthinvestment@gmail.com. Kwa hiyo hivi vitu mwalimu anasema we offer vinapatikana huko, au kama kuna kitu unataka kujua zaidi, unaweza ku email, utapata mwongozo zaidi ya jinsi ya kutupata hao watu we.